Zamani lazima upeleke karatasi mahali fulani, ukifika mtu labda ndo anakunywa chai, hataki kukuona, mpaka akuruhusu kwamba sasa nimeshamaliza ndio uje unione. Inakuwa ni changamoto. Diwani anakuambia lazima umlipe siku 2 au 3 za kuja hapa makao makuu kupitia kabrasha. Watu walivua mashati hapa kwenda kutafuta makabrasha. Mamlaka ya serikali mtandao. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Alani ninakusalimu salamu. Karibu sana kwenye Iga Podcast, ambapo siku leo tunazungumza kuhusu huduma za serikali kidijitali, na kwa bahati nzuri zaidi nimepata bahati ya kuketi kitako na katibu tawala wa mkoa wa Singida, Bi Fatuma Mganga, Dr. Fatuma Mganga huyu, na moja kwa moja nataka tufahamu mengi zaidi kuhusu matumizi ya TEHAMA katika mkoa huu wa Singida. Mimi ni mwana digitali Musa Magali Enoch. Nikusihi tu ambatana pamoja nami uweze kufahamu mengi zaidi kutoka hapa katika mkoa wa Singida. Tufahamu zaidi Singida wananufaika vipi na matumizi ya serikali mtandao. Mamlaka ya serikali mtandao. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Dr. Fatuma, karibu sana kwenye Iga Podcast siku hii ya leo. Asante sana. Sawa. Na labda kwa kukomboa wakati, nataka tufahamu kidogo, hapa Singida mnatumia mifumo gani ya TEHAMA katika kuhudumia wananchi? Singida ikiwa ni mojawapo ya mikoa iliyoko nchini Tanzania, tunatumia mifumo yote ambayo imeelekezwa na serikali. Na kwa haraka tu naweza nikaanza na mfumo wa Government Mailing System. Ni mfumo wa barua pepe ambao kwa kweli kupitia mfumo huu tumeweza kurahisisha sana masuala mazima ya kuweza kuwasiliana. Imeboresha mawasiliano, lakini mawasiliano hayo ni ya njia ya usalama zaidi na kwa haraka. Kupitia hii GMS ambayo ni barua pepe, mfumo wa barua pepe kwa serikali, taasisi tumeweza kuwasiliana kwa haraka. Haina haja ya kutuma barua kwa mkono kwenda kwa taasisi nyingine, au haina haja ya kupeleka barua Dodoma, kupeleka barua kwenye mkoa mwingine. Tukiwa tuna uhitaji wa barua, basi kupitia mfumo huu wa barua pepe tunaifikisha mara moja na kwa wakati wa haraka zaidi kuliko system ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo niseme mfumo huu unatusaidia sana. Lakini si mfumo huo tu, tuna mfumo mwingine ambao unasaidia katika kuendesha shughuli za kiutawala, na huu unaitwa mfumo wa e-office. Haya ni mawasiliano ya kila siku ya kiutawala ndani ya ofisi, ambao tunatakiwa tuhabarishane habari mbalimbali na vile vile kupokea barua mbalimbali na kuzitolea maelekezo. Kwa mfano kama mimi nikiwa mtendaji mkuu wa taasisi, huwa barua zote zinakuwa addressed kuja kwangu, na mimi ninapaswa kuwaelekeza walioko chini yangu majukumu ya kufanya. Kwa hiyo kupitia mfumo huu, kila siku tunahakikisha kwamba kila mmoja amepewa jukumu lake la kufanya, na ikitakiwa atoe mrejesho, napata mrejesho kwa wakati, kwa muda mfupi sana. Na hii inaturahisishia uwajibikaji, inarahisisha utawala bora, kwa sababu kila kitu kiko wazi. Lakini si hilo tu, sisi serikali tunapaswa kuendelea kuwasiliana na wananchi. Kupitia mfumo wa mrejesho tunawasiliana na wananchi. Wananchi wanawasilisha malalamiko yao, lakini wanawasilisha pia maoni yao. Na hata wakati mwingine wanawasilisha pongezi kwa serikali. Na kupitia mfumo huu wananchi wameweza kuongea moja kwa moja na serikali yao. Lakini katika hili bado tunao wajibu wa kuendelea kuwaelimisha wananchi, kuendelea kuwapa uelewa, ili waweze kuelewa kwamba upo mfumo huo wa kuwasiliana na serikali moja kwa moja. Si lazima kama una kero yako usubiri kiongozi mpaka afike kwenye kijiji chako au afike kwenye wilaya yako. Unaweza tu ukarusha ukapeleka lalamiko lako, na kupitia mfumo huu wa mrejesho, mheshimiwa mkuu wa mkoa anapata lalamiko lako, katibu tawala anapata, na wataalamu wengine wote, kwa sababu mfumo huu uko mpaka katika halmashauri zetu za wilaya. Lakini vile vile kupitia simu zetu, kupitia utaratibu wa nyota 152 nyota
00 reli, mwananchi anaweza akapata taarifa yoyote ambayo inahusu kuendesha maisha yake. Kwa mfano bei mbalimbali, taarifa zao za NIDA, taarifa zao za mambo mbalimbali, wanaweza wakapiga namba hiyo na wakaletewa taarifa kulingana na hitaji analolitaka. Kwa hiyo mifumo hii niseme kwanza kabisa imerahisisha mawasiliano na utawala bora. Kitu cha kwanza ni mawasiliano, lakini la pili imeleta uwazi. Kupitia mifumo hii mambo yamekuwa wazi, hakuna haja ya kukutana ana kwa ana, na kwa uwazi huo tunaweza kukabiliana na masuala mazima ya rushwa. Tumepunguza, kwa sababu mwanzoni inawezekana lazima ili mtu apate kazi ni lazima aje ofisini kumuona katibu tawala, kuna kazi imetangazwa na nini, lakini wakati huu hakuna haja ya kuonana ana kwa ana. Kupitia mfumo wa NeST kazi imetangazwa, wananchi wanaiona, wanaomba na wanashindanishwa kwa utaratibu wa mfumo, anapatikana mwenye tija, anaweza kufanya ile kazi na kazi ile inaendelea kutathminiwa kupitia mfumo na hatimaye kazi inakamilika. Lakini si hivyo tu, kupitia mifumo yetu ya kifedha, malipo yanafanyika kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo kila nyanja na kila sekta imeboresha sana mifumo. Tukisema tuanze kusema mifumo hapa, kwenye elimu ipo mifumo ambayo watoto wanaandikishwa, wanahamishwa, mzazi hana haja ya kusafiri kwanza kupeleka barua mtoto wake aweze kuhamishwa. Kupitia mifumo ya prem na nini, mtoto anahamishwa kwenda kwenye shule nyingine na anapata habari na mtoto anahama bila kumsumbua mzazi, na wakati huo mzazi anaendelea na shughuli zake za kujenga taifa kama kawaida, wakati mtoto tayari ameshahudumiwa na mfumo na anaenda kupata huduma. Lakini kwenye sekta ya afya mifumo imetusaidia mambo mengi. Mifumo hasa la kwanza imetusaidia masuala mazima ya kuboresha mapato. Kupitia mfumo wa GoTHOMIS mapato yameongezeka sana. Kwa mfano nina hospitali yangu moja ya wilaya ya Manyoni ilikuwa inakusanya milioni 3, milioni 4, lakini kupitia hii centralized GoTHOMIS saizi wanaweza kukusanya hata milioni 100 kwa mwezi. Sasa kama tukishapata fedha kiasi hicho, tunatumia fedha hizo kuboresha huduma za wananchi. Kama kuna vifaa ambavyo havipo vinanunuliwa, kama kuna dawa ambazo zimepungua zinanunuliwa na wananchi wanaendelea kupata huduma. Kupitia mifumo hii ya TEHAMA au serikali mtandao, mifumo mingi imeboreshwa. Kwanza imeboreka, pili imerahisishwa, lakini ya tatu wananchi wanapata huduma kwa wakati. Kwa hiyo kwa yote hiyo maana yake tunasema ni kwamba huduma zimeboreshwa, wananchi wanapata huduma bora zaidi. Hata mtazamaji pia utakubaliana nami kabisa kwamba sasa hivi unapohitaji kupata huduma yote ya serikali hauhitaji tena kutoka ulipo na kwenda kuifuata katika taasisi ya umma. Ukiwa popote pale unaweza kukamilisha hilo, na mkuu hapa ametueleza vyema kabisa kwa mifano kabisa kwamba sasa hivi huduma nyingi zinapatikana kupitia mifumo. Hivyo basi imeokoa muda, gharama na mambo mengineyo kama hayo. Na tukirejea tena kwako mkuu, labda unaweza kutueleza sasa kama mkoa unafanya jitihada gani kuwawezesha basi watumishi wake kuweza kuielewa vizuri zaidi mifumo hii na kuwawezesha kutoa huduma hizo kwa wananchi? Ni kweli serikali mtandao au hizi huduma ni za kidijitali. Kwa hiyo ni lazima wawezeshwe, lazima wapate mafunzo. Na kwa mkoa wangu watumishi wote wamepata mafunzo, kwa sababu ni lazima kila mtumishi awe registered kwenye mfumo, na ninasema ni lazima awe registered na uelewe mfumo, kwa sababu hata utendaji wao wa kazi unapimwa kidijitali. Tunafahamu kabisa mfumo wa PEPMIS. Mfumo wa PEPMIS, bila wewe kwenda kuingia kwenye PEPMIS hujawa registered, huwezi kuingia kwenye PEPMIS, huwezi ukawa unaendelea kujaza utendaji kazi wako na hatimaye uweze kutathminiwa unavyowajibika na kutenda kazi. Kwa hiyo mafunzo yamefanyika kwa watumishi wote, si wa mkoa wa mkoani peke yake, lakini mpaka wa halmashauri zote za wilaya. Hilo ni hitaji la kwanza ili kila mtumishi aweze kuingia kwenye mfumo. Lakini kwa kuwa utaratibu umebadilishwa kwamba mawasiliano ni ya e-office, mawasiliano ni ya government mailing system,
ni lazima kila mtumishi apate mafunzo. Kwa hiyo katika swala la mafunzo, sisi mafunzo tumeyakamilisha kwa 100%. Na watumishi wanaoajiriwa wapya huwa wakifika tu wapya, pamoja na mafunzo ya orientation, wanapewa mafunzo ya tehama ili waweze kuingia kwenye mifumo ya kiserikali ya kidijitali ili waweze kujumuika katika swala hilo. Lakini la pili ni kuwawezesha kupata vitendea kazi. Vitendea kazi tumekuwa tukiweka budget, lakini kwa mfano hapa kwangu katika management yangu yote wana vitendea kazi vyote. Kwanza wana kitendea kazi cha laptops wanazo, lakini vile vile wana vitendea kazi vya tablets, kwa sababu sisi tunaendesha mikutano yetu kwa utaratibu unaoitwa e-board. Kwamba mikutano yetu sio ile ya kuja na makabrasha, muhtasari, kuna karatasi imerukwa haionekani, la hasha. Sisi ni kwa e-board. Tuko full package ya serikali mtandao. Kwa hiyo huwezi ukafanya e-board kama huna vitendea kazi kama tablets na vitu kama hivyo. Na taasisi nyingine pia zina hivyo. Mimi ni mjumbe wa SUWASA. Kule SUWASA watumishi na wajumbe wote wa bodi wana hizo tablets na wanafanya kazi kwa utaratibu huo wa tablets. Na hata kwenye halmashauri mikutano ya madiwani inaendeshwa kwa tablets, kwa e-board. Si masuala ya kuendesha kwa makabrasha vitabu makubwa, yamepitwa na wakati. Makaratasi kama yale ni gharama kwa serikali. Kwa hiyo gharama kwa mfano ya makaratasi imeshafutwa. Gharama ile imeokolewa kwa sababu vitu vyote viko kwenye vitendea kazi ambavyo kwanza ni rahisi kuvibeba. Zamani diwani ili aweze kupata taarifa ya kikao ni lazima gari lipitishe makabrasha. Ndio. Gari lipitishe makabrasha, litembee kata kwa kata, na hata kama diwani anakaa mahali hata kama magari hayafiki itabidi ni bodaboda, lazima umfikishie diwani kabrasha. Sasa hivi nani yule CC yuko ofisini, anarusha kila diwani, anawasha kishkwambi chake, anaangalia kabrasha, anaendelea kusoma kule kule. Manake zamani ilikuwa ni gharama. Diwani anakuambia lazima umlipe siku 2 au 3 za kuja hapa makao makuu kupitia kabrasha. Mamlaka ya serikali mtandao. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Umeeleza vyema mkuu, na umeeleza pia kuhusu utaratibu sasa hivi wa madiwani kufikishiwa taarifa wakiwa kule majumbani pasipo na kufika huku na kadhalika. Nataka tutazame swala la usalama wa taarifa. Maana nalo ni swala nyeti sana hili, usalama wa taarifa. Labda majipangaje kuhakikisha kwamba taarifa zinazotolewa au zinazokuwepo zinakuwa ni salama kupitia mifumo kwa wananchi na kwenye taasisi? Sawa. Kupitia mifumo hii ya kidijitali, taarifa zetu za serikali zimekuwa salama zaidi. Na imekuwa salama kwa sababu kuna njia nyingi za kiusalama zimeimarishwa. Njia za usalama zimeimarishwa. Zamani ulikuwa unadukuliwa tu barua pepe yako inadukuliwa na hatimaye mtu anaingia, anaweza kufanya mambo yoyote, anaweza kutuma. Lakini wakati huu kutokana na uimarishaji wa masuala kama hayo ya usalama, usalama umeimarishwa sana. Kwa mfano hata mimi mwenyewe ili niweze kuingia ni lazima nihakikishe kwamba ni mimi ndiye ninaingia kwenye ile barua pepe. Kwa hiyo ni lazima nitaletewa code fulani kwenye simu yangu ili niweze kuingia kwenye ile barua pepe yangu. Zamani ilikuwa tu kama ninajua address yangu, labda kama rafiki yangu anajua address, anajua email, anakijua password, tayari anaingia. Lakini sasa hivi kuna udhibiti, na si kwa GMS peke yake, lakini pia kwa e-office. Kwenye hii ambayo mfumo ambao tunawasiliana kwa utaratibu wa kuendesha shughuli nyingi za kiutawala za siku hadi siku, ambayo ni e-office. Katika mfumo huo pia kuna OTP ambayo utumiwe ndio uweze kuingia. Kwa hiyo usalama ni mkubwa zaidi. Lakini vile vile kwa njia za zamani za makabrasha hayo na barua, tulikuwa tuna mafaili yanajaza hata vyumba. Mavyumba, hata jengo zima linakuwa limejaza mafaili. Saizi kwa archiving system ya mifumo hii tunatengeneza tu mafaili na taarifa zote ziko kule. Ukitaka taarifa ya mwaka wowote, una select tu faili yako kule, yamekuwa archived, kumbukumbu imekaa vizuri na haiwezi kupotea. Lakini sasa tofauti na zamani tulipata changamoto hapa, ilikuwa kuna kesi fulani tunataka tutafute makabrasha,
watu walivua mashati hapa kwenda kutafuta makabrasha na kutafuta mafaili. Mabarua mengine yameondoka, mabarua mengine labda yameshakaa muda mrefu, karatasi labda hata maandishi yameanza kufutika. Lakini kwa utaratibu huu archiving system imeboreshwa sana. Tunatengeneza mafaili, unaweza uka-archive taarifa yako yoyote, unaiweka vizuri, na hatimaye hata miaka 100 unakwenda unaikuta pale iko excellent na unaweza ukai-access kwa haraka. Nashukuru sana, na umenifurahisha hapo umezungumzia swala zima la ule mfumo wa ngao, mfumo wa uthibitishaji wa hatua ya pili. Maana yake unahakikisha taarifa za serikali na za mtumiaji zinakuwa ziko salama pasipo na kudukuliwa. Na labda sasa ushirikiano sasa hivi ukoje kati ya taasisi na taasisi, mkoa na mkoa? Umeimarishwaje kupitia matumizi ya mifumo ya TEHAMA ama serikali mtandao? Ushirikiano huu umeimarishwaje kwa sasa? Ushirikiano umeimarika sana kwa sababu kwanza mawasiliano yameboreshwa. Kama ninavyokuambia, kupitia barua pepe unaweza ukawasiliana na taasisi bila kutembea, bila kutoka ofisini kwako, mnawasiliana. Lakini vile vile kupitia e-office tunaweza tukawasiliana na taasisi ndani ya mkoa, lakini hata nje ya mkoa tunawasiliana vizuri. Tunawasiliana na hazina, tunawasiliana na mawizara kupitia njia hii. Lakini vile vile mawasiliano yamekuwa ya haraka zaidi na yamekuwa ya usalama zaidi. Kwa hiyo kuna mawasiliano ndani ya taasisi, lakini kati ya taasisi na taasisi hakuna haja ya kusafiri. Kupitia GMS, kupitia e-office tunawasiliana kama kawaida kwa haraka zaidi, na tunapata mrejesho kwa haraka zaidi. Sawa sawa. Na tunafahamu matumizi ya TEHAMA yanaendelea kukua siku kwa siku, na sisi kama Tanzania tunaendelea kupiga hatua. Labda kwa mtazamo wako sasa, unahisi ni maeneo gani ambayo bado yanabidi yaboreshwe zaidi ili wananchi waweze kunufaika na huduma hizi za serikali mtandao kwa haraka? Kwa mtazamo wangu, eneo ambalo ninafikiri liweze kuboreshwa zaidi ni katika eneo la kukusanya mapato. Eneo la kukusanya mapato limekuwa ni la shida. Tunazo POS za kukusanya mapato, lakini zile POS bado inatutaka yule mkusanya mapato tumkabidhi fedha mkononi. Sasa mtu akikabidhiwa fedha mkononi ni either aipeleke benki au asipeleke benki. Sasa ikiwezekana tukaboresha huu mfumo wa ukusanyaji wa mapato, pasiwepo na hela mkononi. Mwananchi labda awe na kadi yake, amejaza fedha zake, ili akienda kulipa kama ni ushuru ni kitu gani, kuwe na kifaa ambacho akigusisha pale ile hela inakatwa moja kwa moja, inakwenda moja kwa moja kwenye either ni benki ya halmashauri au ni benki ya taasisi, bila kushika fedha mkononi. Ninaeleza hili kwa sababu bado kuna swala zima la defaulters. Fedha kweli zimelipwa mkononi kwa mkusanya mapato, lakini mkusanya mapato amepewa zile fedha. Leo hii tumefungua shule, mtoto hana kaptula, mtoto hana shati, anazo 200,000 mkononi. Amnunulie kaptula mtoto au awasilishe zile hela mtoto asiende shule. Kwa hiyo unamkuta mtu mkusanya mapato yuko kwenye internal conflict, kwa sababu tayari hela nazo mkononi na yeye ni baba wa familia. Inakuwaje? Sasa kuondosha hicho kishawishi, kama ambavyo inavyokuwa kwenye prepaid kwenye swala la maji, mtu ana kadi yake, akijaza pesa, akienda akiweka pale, maji yanatoka. Kama hakuna pesa, maji hayatoki. Lakini hakuna hela yote inayokusanywa pale kwa mchoteshaji maji. Hakuna. Kwa hiyo hela yote inaingia wapi? Benki. Kwa kufanya hivyo tutaboresha makusanyo. Tutaacha kugombana na watendaji wa vijiji. Tutaacha kugombana na watendaji wa kata. Wale ambao wamepata changamoto, anakuambia nimeuguliwa mkuu, nimeuguliwa kabisa, sasa hiyo hela nitailipa, unapata kwenye mshahara. Sasa unakuta mshahara huku tayari uko subjected, umeshabakia 1 ya 3, haufai kukatwa. Unamkataji, inakuwa ni changamoto. Ukiangalia ni mtumishi wako mahiri, ni mtumishi anayejituma, lakini aliuguliwa. Kwa hiyo hii tukiboresha, tuwe na cashless system, tatuboreshia swala zima la mapato. Lakini kwenye swala la elimu, tumekuwa tukisema sana tuna upungufu wa walimu. Wakati wote tuna upungufu wa walimu. Kuna kitu kinaitwa smart classes.
mwalimu mmoja yuko hapa Singida, mwalimu wa hesabu mahiri, anatengenezewa utaratibu na system, na zile shule kule zinawekewa system. Mwalimu mmoja hapa mahiri wa hesabu anafundisha shule 30, shule 40. Tunakuwa hatuna shida ya walimu wa hesabu, tunakuwa hatuna shida ya mwalimu wa physics, tunakuwa hatuna shida ya walimu wa chemistry. Kama tunavyofahamu, kila siku tunasema tuna upungufu wa walimu, na watoto wengine labda hawana walimu wa hesabu, na inakuwa somo la hesabu imekuwa ni mtihani, watoto hawafaulu. Yawezekana ni kutokana na walimu wa hesabu wapo, lakini umahiri unatofautiana. Kwa hiyo kama tukitengeneza smart class hapa, labda hapa mkoani au kwenye wilaya fulani, pale kwenye makao makuu ya halmashauri, kupitia ile smart classes, na pakawa na nani receptors ziko kule zina receive kwenye madarasa kule, mwalimu mmoja anafundisha. Mwalimu huyu tutamboreshea maslahi. Mwalimu kama alikuwa analipwa 500,000, alikuwa analipwa 1,000,000, analipwa 500,000. Kwa sababu tayari anafundisha karibu wilaya nzima. Anafundisha wilaya nzima kwa muda huo na anatoa na maswali, watoto wanauliza maswali, watoto wanaelewa. Kupitia smart classes tunaenda kuboresha taaluma, tunaboresha ufaulu, tunapunguza gharama ya ufundishaji na ufunzwaji, na hatimaye tunaongeza ufanisi wa watoto kufaulu. Kwa hiyo kila sekta ukiangalia, kwenye sekta za kilimo kuna mambo chungu nzima ambayo tunaweza tukaboresha. Wakulima waka access taarifa mbalimbali, mbegu ziko wapi, masoko yako wapi. Tunamshukuru Mungu, sikusemea wakati ule wa mafanikio, kupitia masuala ya hii mtandao na nini, mfumo wa stakabadhi ghalani sisi umetupa manufaa makubwa. Kupitia stakabadhi ghalani kwa mfumo kwa mwaka jana, ule msimu wa dengu, sisi mkoa wa Singida tumeingiza zaidi ya bilioni 53. Na halmashauri zimepata mafedha yake mengi tu. Na actually halmashauri kama Itigi ilikuwa haikusanya hata mapato makubwa. Lakini kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani umekusanya mpaka ukavuka lengo, na ni halmashauri kadogo. Wamekusanya zaidi ya bilioni 3, ambayo ilikuwa haijawahi kufanyika hata miaka ya nyuma. Lakini masuala ya mifumo, masuala ya kidijitali yametufanya tukafanya yote haya. Kwa hiyo kupitia hii zika tukaboresha, wakapata elimu nyingi zaidi. Mifumo hii ya stakabadhi ghalani ikaendelea kupanuliwa, maghala ya kidijitali yakawepo, watu wakaendelea kuboresha, kutunza mazao yao, wakapata bei nzuri, na ndiyo uchumi wa Mtanzania mmoja ukaenda kuguswa. Hatimaye tukaenda kufikia lile lengo la kila Mtanzania kuwa na kipato cha $7,000 kwa mwaka, ambayo ni sawa na kama milioni 19-20 kwa mwaka kwa kila Mtanzania, wa kupitia ile dira yetu ya 2050 2050. Nikushukuru sana kwa ushauri wako huo, lakini pia sema ambazo umeziona na hakika zinatija. Na kwa bahati nzuri Mamlaka ya Serikali Mtandao IGA ina kituo cha utafiti na ubunifu, ambapo vijana wamekati kwa ajili ya kutathmini na kufanyia kazi mawazo kama hayo. Bila shaka haya yote watachukua na kuhakikisha kwamba basi wanakuja na suluhisho mbalimbali zitakazokwenda kusaidia katika maboresho hayo. IGA, Mamlaka ya Serikali Mtandao IGA, karibu tuijenge serikali kidijitali. Sasa zamani, ili uweze kwenda kwenye ofisi ya TANESCO uweze kulipa bili, uweze kununua labda umeme, inakuwa ni ngumu. Lakini kupitia hii masuala ya kidijitali, mtu yuko kitongojini ananunua luku kwa simu yake, na anaweza kupata umeme wake hata iwe saa 8 ya usiku, hata iwe saa 10 ya usiku anaweza kupata. Lakini masuala ya bili ya maji, kupitia tu messages za kwenye simu yako unalipia bili yako ya maji. Hakuna kwenda kusema kama unachukua bili. Zamani ilikuwa lazima ukachukue bili yako, au unazungushiwa bili yako na yule msomamita, lazima azungushe bili zote. Kama ni pikipiki, kama ni gari, lazima apeleke kote, and then ndio kila mmoja akishasoma bili yake. Lakini sasa hivi hakuna, unakumbushwa kupitia simu yako. Lakini vile vile sasa hivi tunafahamu watu wanahitaji kupata vyeti vya kuzaliwa kupitia RITA. Sasa zamani ilikuwa ni lazima ukajiandikishe, ukafanye haya, lakini kupitia mtandao unaweza. Ingekuwa majumbani watu wana printers na nini, anafanya kila kitu na laptop yake na nini, ana print cheti chake na anakuwa nacho. Lakini mimi pia nimesema kwamba kupitia ile nyota 152 nyota 00 ile reli, unapata
taarifa nyingi za bei za eura za nini za mafuta na habari chungu nzima, NIDA yako ina shida gani. Swali lolote tunataka kuuliza serikali, ukienda pale watakudirect ni katika taasisi gani, na hatimaye unapata majibu yako hapo hapo bila kuondoka nyumbani. Kwa hiyo hii hali ya kuondosha hali ya kutumia makaratasi na kupeleka kwenye kitu kinachoitwa paperless system imesaidia sana, kwanza kuondosha gharama, lakini la pili kuwa na uhakika wa huduma ambayo tunaipata, na kurahisisha huduma ni pamoja na kupata huduma kwa wakati. Kwa hiyo kupitia hii paperless, kupitia simu zetu za viganjani, tunakuwa tunapata zile huduma kwa haraka na kwa wakati. Tofauti na zamani lazima upeleke karatasi mahali fulani, ukifika mtu labda ndo anakunywa chai, hataki kukuona, mpaka akuruhusu kwamba sasa nimeshamaliza ndio uje unione, inakuwa ni changamoto. Lakini kupitia mfumo kama huu wala huonani naye na wala hakuna kukutana na mtu hata kama hawezi kukuudhi. Kwa hiyo kupitia mtandao huu utapewa huduma yako, huna haja ya kusafiri, huna haja ya kupoteza nauli, na hasa uzingatia zamani barabara zilikuwa ziko mbovu sana. Uanze kupata basi liko wapi, uje huku wilayani utingishwe mpaka ufike huku, si kazi ndogo. Lakini leo hii hakuna, na gharama yake ilikuwa ni kubwa. Kuna maeneo walikuwa tumia karibu siku 2 ndio ufike mahali zamani hizo. Manake tunapoongea masuala ya zamani sio hii mtandao tu. Tunaongea masuala ya barabara. Tunaongea masuala ya umeme, tunaongea masuala mengi. Kwa hiyo masuala ya zamani ni masuala mengi. Ukiongea masuala ya kusafiri, barabara zilikuwa mbovu. Sasa uanze kusafiri kwa sababu kuna barua unatakiwa uende ukaichukue barua ya mtoto amefaulu. Kwanza uende tu ukajue matokeo ya mtoto kufaulu. Huwezi. Lakini sasa hivi matokeo yanatolewa kwenye mtandao. Mnaangalia tu kwenye mfumo pale, na mtoto wangu kumbe amefaulu, amepangwa shule hii. Ni swali la kukusanya tu vifaa na unamkusanya mtoto anakwenda shuleni. Hiyo ndio hali ya sasa na zamani. Kwa hiyo niseme kwa sasa maendeleo yako makubwa. Hasa sisi ambao tumekula chumvi nyingi, ambao tayari umri umeenda, tunajua habari ya zamani ilivyokuwa na sasa ilivyokuwa. Ndio maana tunasema tunapaswa kutumia hii masuala ya serikali mtandao, tuendelee kuelimisha vijana wetu, kuwaambia zile historia zilivyokuwa na sasa tulipofikia. Maana yake mtu mwingine anaweza akasema hivyo kwa sababu tu hajapewa hizo taarifa. Lakini kupitia serikali mtandao unaweza ukapata taarifa chungu nzima kwamba hali ya zamani ilikuwaje, lakini pia vile kupitia ule utaalamu wa akili mnemba. Pia unaweza ukajifunza hali ya zamani ikoje. Mimi naomba tu ni washauri vijana ambao ni watoto wetu tumewazaa sisi, kwamba wakati wote tuweze kulinganisha. Huwezi ukaona utofauti kama hujalinganisha. Kwa hiyo tutumie simu zetu. Kwa bahati nzuri ni watumiaji wazuri sana wa simu, watumie simu zetu waweze kulinganisha. Yeye aandike tu pale kwenye akili mnemba hali ilikuwaje kwenye huduma ya upatikanaji wa elimu miaka ya 80 au miaka ya 90, ataletewa pale hali ilivyokuwa. Na je, hali ikoje kwa sasa, ataletewa pale. Alafu analinganisha. Akisha linganisha ataweza sasa kutoa maoni yake kulingana na uhalisia alivyojifunza. Kwa tunaelekea tamati sasa, ningetamani tufahamu ushauri wako ni upi sasa kwa watumishi pamoja na wananchi kuhusu matumizi ya serikali mtandao kwa ujumla wake. Asante. Mimi ushauri wangu kwanza kabisa ni najisikia fahari kuona kwamba niko katika nchi ambayo pia inaendesha mambo yake kidijitali. Hii ni upeo wa hali ya juu. Kwa nchi yetu tumepiga hatua sana. Katika yote yanayoongea tumeshagusa karibu kila eneo. Kwa hiyo katika hilo kwanza najisikia fahari kwa nchi yangu na uongozi wa nchi yangu ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Zote hizi ni sera zake ambazo amezipush, amezitilia mkazo, hatimaye tunaona matokeo yake ambayo ni makubwa sana. Kwa hiyo hilo najisikia fahari. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ambao naweza nikuutoa ni kwamba la kwanza tuunge mkono jambo hili la serikali mtandao kwa watumishi. Kwa mfumo wowote ambao unaanzishwa au unakuwa introduced na serikali yetu, tujitahidi kujifunza, tujitahidi kuutumia na kuhakikisha ya kwamba unakwenda kuzalisha lile lengo ambalo serikali inahitaji.
Kwa hiyo masuala ya e-office, watumishi wote tutumie e-office. Masuala ya mikutano, tuiendeshe mikutano kwa e-board. Masuala ya GMS, barua pepe, tutumie barua pepe za mfumo wa kiserikali ili tuweze kutunza siri za serikali, tuweze kuboresha ufanisi katika mawasiliano na hatimaye tuweze kuboresha uwajibikaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha kwamba sisi sote tunatumia mifumo yote iliyoanzishwa na serikali mtandao. Mtazamaji, podcast hii na kila ambacho umekisikia utaweza kukipata kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini pia YouTube channel yetu ni Iga Online TV. Tufuate huko kuweza kupata yote haya na mengine mengi ambayo yamkini ulikuwa uyafahamu. Langu jina ni Musa Magali Enoch, mwana digitali kutokea mamlaka ya serikali mtandao. Na sifa kubwa ambayo nimesikia pia mkoani Singida hapa ni wafugaji wazuri wa kuku na kuna kuku wazuri na watamu wa kienyeji. Hivyo baada ya mazungumzo haya nitakwenda kupata kuku kidogo. Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Na karibu sana. Shukrani sana. Asante. Iga, mamlaka ya serikali mtandao. Iga, karibu tuijenge serikali.